Right. Basi ndugu brother mpenzi mtazamaji, nikiwa hapa basi ni stari moja tena maridadi zaidi hapa basi The Amazing Crepro Brothers wanakuletea ikiwa ni stari moja tena hapa basi maridadi zaidi. Ala, kumbe hapa basi ndugu brother mpenzi mtazamaji, inasemekana kwamba na kueti hapa basi ukiwa hapa duniani fanya mema na mema yatakufuata. Mwanzo akiku ukifanya maovu, maovu itakufuata hadi siku yako ya kudedi. Ndugu brother mpenzi mtazamaji, washalala. Biblia inasema ya kwamba na kuwa eti yote ambao hapa basi tunatendea hapa duniani hakika tutaweza kulipia hapa duniani. Lakini ajabu ni kuwa hapa basi mbali na kuwa tutaweza kulipa yote ambao tutaweza kutendea hapa duniani, kuna mengine ambao hapa basi bila shaka pale hata tukiaga dunia tutaendelea hapa basi kulipa. Inasemekana mwanzo, hebu tuone ni kwa nini basi semekane kwamba na kuwa eti ukifanya maovu mengi mbali na kulipia hapa duniani, hata ukiaga dunia bado utaweza kulipa. Ndugu brother mpenzi mtazamaji, ni kwenye mwanzo wa sinema. Kuna mama moja na ambaye hapa basi bila shaka pale wakati wa zamani alikuwaga mchawi. Kuna mama moja na ambaye hapa basi bila shaka pale wakati wa zamani yeye mwenyewe alikuwaga mchawi. Kumbe yule mama hapa basi bila shaka pale wakati wake wa kukufa ulikaribia. Na wakati wake wa kukufa ulipokaribia, yule mama basi bila shaka pale aliweza kuagiza hapa basi bila shaka pale manzi fulani kwa jina la Crea aweze kukuingilia. Crea, huyu manzi mtazame, mwanzo ndiye manzi na restaren kwenye rosinima. Ameweza kualikuwa hapa basi ushago na nyanyake. Na nyanyake anakaa ushago pale ambapo basi bila shaka pale ni mbali zaidi. Na kwa hivyo aliweza kumuomba hapa basi bila shaka pale yule boyfriend yake kwa jina la Paul aweze kumpeleka ushago. Mwanzo nyanyake anataka kumuona. Ni ukweli na ni dhabiti na kila mtu anaelewa kwamba na kuitia hapa basi nyanyake amekuwa mchawi na ameweza kuroga watu wengi zaidi tangu utotoni wake. Na hapa basi bila shaka pale mbali na kuwa hapa basi bila shaka pale yeye mwenyewe ni mrogi yule nyanya. Sasa ajabu ni kuwa hapa basi yasemekana kwamba na kuitia hata alisababisha vifo za wazazi wake. Damned by Dawn ni title la horror cinema. Rainy Welna wote bisi ni kati ya watu walihusika kukuandaria kwenye horror cinema. Yote basi ni kwenye ruti za mwanzo Tera Erva, Dani Arda, wote basi walihusika kukuandaria Mark Tera na kadhalika. Sasa kwao ni mbali, ni ushago ni mbali zaidi, ni Sonorua, ni pale na ambapo hapa basi bila shaka pale ni mbali zaidi. Walikuingilia hapa basi Paul mwenyewe ndio huyo. Manza alianza kuita babake mwanzo, kumbe babake basi anakaga na nyanyake. Daddy! Dad! Daddy uko wapi? Kidogo hivi. Hapa basi bila shaka pale Paul alimuona hapa basi dad. Paul alimuona dad. Cheki maneno. Paul alimuona. Na hapa kuna ndege ambazo zimetegwa na kisha hatimaye basi kudedishwa stara kama hiyo. Kuna mavorcha, kuna hapa basi ndege aina tofauti ambazo sio poa ambazo zimekuwa zikikuja rais. Kidogo. Crea ndio ule babako anakojoa kwa ukuta. Kwani hamna choo? Dad? Uweze kojoa kwako kwa choo. Sasa hapa basi Manzi hakusalimia babake, Manzi hakumsalimia, lakini sasa basi Paul asalimiwe. Paul my boyfriend. Wacha asalimiwe, akasikia mkono uko na tumkojo. Arisikia hapa basi bila shaka pale maji mara moja akajua hapa hiyo ni mkojo. Mwanzo hapa basi bila shaka pale mzee kwa jina la Bill ametingiza makagari. Kawaida wanaume basi baada tu kukojoa lazima ashike makagari ulifalife. Especially hata mimi kamaliza kukojoa lazima ushike makagari ulifalife makagari kabisa. Sasa nyanya mwenyewe ndiye huyu. Unaona? Nyanya mwenyewe ndiye huyu sasa ndugu brother mpenzi mtazamaji. Alimuona Crea. Na Crea hapa basi akaamua kumfanya power introduction. Huyu ni Steven huyu, akamwambia hapana. Huyu ni Paul.
Radio ikazimwa. Mambo zamani. Na Mrs. Paul. Fauro. Ndio ni mimi ndiye boyfriend ya huyu. Umetafuta kijana mosoli. Mtakunywa nini? Manza kadai anataka kunywa basi chai, lakini Paul akadai kahawa. Paul? Just a coffee, thanks. What one? Yeah, coffee. Paul, I was getting one shake, right? Okay. Nataka ushike na uelewe vizuri zaidi ndugu brother mpenzi mtazamaji. Huyu ni nyanyake Crea na ni mamake Bill. Bill ni huyo mzee ambaye sasa bila shaka pale Bill ni babake Crea. Huyu Soso ni nyanyake Soguo. Huyu ni Soguo wake, yani ni nyanyake. She is a Soguo. Ni nyanyake Crea. Alright. Na Paul ni boyfriend wake huyu manzo wetu basi Crea. Sasa hapa basi bila shaka pale kumbe siku chache ambazo zimepita huyu mama huyu Soso sasa alikuwaga amemtumia hapa basi bila shaka pale huyu manze bidhaa fulani na akamwambia akuje juu yeye hapa basi bila shaka pale siku zake za kudedi zimekaribia. Wacha sasa naye Paul akuja aone kahawa inakorogwa na mkono mwadhani. Na huyu mzee tangu atoke kukojoa hapa basi bila shaka pale hajaoga mkono, hajanawisha hapa basi mikono zake. Paul aliona hii siwezi nikakunywa. Ololo yai alimwaga. Yani mzee hajanawa mikono na anatengeneza basi bila shaka pale hapa basi bila shaka pale kahawa na vidore. Alright. Haisuru, hebu tukuje kuna mwanzo hapa basi bila shaka pale huku ni ushago kiasi kwamba basi hata hakuna network. Ololo yai. TV ukifungulia sasa eti ni wakati imeona vizuri kabisa. Sasa yeye alidhani hapa basi ati ni aerial. Jaribu kugeuza TV lakini wapi? Hapa basi hamna network. TV wezi kaona chochote. Aish, walola yaye. Nilipotazama akaona picha hapa basi ya Usoso wakati alikuwa hapa basi bila shaka pale msichana mrembo zaidi hapa basi akiwa kwenye umri wake wa kijana pale na kadhalika. Wow. Ala, pora na kiherehere. Yani mgeni hapa na ameshaanza basi kuguza vitu hovyo. Akachukua picha akaona picha hapa basi bila shaka pale ya huyu Soso. Wakati alimbapo hapa basi bila shaka pale alikuwa hapa basi msichana mdogo zaidi kabla wazazi wake huyu Soso sasa kuiaga dunia. Hiyo ni picha kitambo zamani za kale. Kidogo kulichomoka manze kwa jina la Jenny. Jenny akamwambia hapa sisi hatuonagi TV. Nikiro na madhogodhani akaambiwa sasa hivi ndivyo imeona vizuri kabisa. Jenny. Lazima wewe ni Jenny. And you are Paul. Oh, na mimi naitwa Paul. Sasa Jenny ni sister yake hapa basi Crea. Wakati huo hapa basi naye huyu mzee hapa basi kwa jina la Bill anakaaga na mamake. Na hii ni mkojo yake, nyitira madhugu mamau. Anatumiaga mkojo wake hapa basi bila shaka pale kutega mavulture ambazo zinakuja kumsumbua hara zenye wizi, ni ndege ambazo hapa ziwaga zinamsumbua. Okay, mwagilia hiyo mkojo ni economic, usimwagilie yote. Guy. Sasa Paul ndiye anashindwa. Yani nilitafuta bibi nikaona nikuje nipatane nitafuta bibi pahali kama huku. Leo mkipatana na town mtazamaji, wacha nikuambie. Ukipatana na demu tauni, kabla hamjaanza kupendana, hebu muulize kwanza kwao ni wapi. Mimi juzi nilikuwa na demu mwingine Mturukana. Nikamuuliza, "We, Joki, kwenyu ni wapi?" Akaniambia ati kwao ni Sonorua. Mara hiyo nikawachana na yeye. Just imagine Sonorua. Just imagine. Sonorua. Sasa huyu naye Paulo ako hara zenye hizi na huyu ndiye demu yake. Na unaona kwao ni mwisho, karibu mwisho wa dunia. Haisuru basi Jenny walikuja kubonga na Crea. Huku Crea anaulizwa, "Kwa nini umekuja hapa sima nyumbani?" Lakini Crea amekuja manake nyanyake alimpigia mwachaniano na akamtumia hapa basi mzigo fulani akimwambia yeye anaona siku zake za kukufa zimekaribia. Ndipo hatimaye hapa basi bila shaka pale huyu Paulo alikuja kumuuliza Bill. Akamuuliza, "Kwani ni nini hapa basi mmepakana mpaka wenyu basi umeshikana na nchi gani? Mwanzo inakaa nyinyi ndio mko mwisho hapa basi bila shaka pale wa nchi yenyewe hii. Inakaa nyinyi hapa basi ndio mko mwisho hapa basi bila shaka pale wa dunia." Lakini alimwambia basi tumeshikana na makaburi. Naona? What's to do with those rocks over there? I think there's supposed to be somebody buried under them. Yeah, sisi tumepakana hapa basi na makaburi. Hizi ni makaburi ambazo ziko hara zenye wizi, tumepakana na makaburi. Lakini hapa basi bila shaka pale akaulizwa, kuna shamba sehemu zingine. Mbona hapa basi bila shaka pale msunue shamba pale pengine? Wakati wa huo akaingia hapa Simon.
Simon ni boyfriend yake Jenny. Halo, Akabu ni Paulo ni boyfriend yake Crea. Na wewe ni Simon ni boyfriend yake Jenny. Yaani mnataka kuchukua wasichana wangu wote libakia na nani? Ha? Leo sijali. Ai, na nyinyi mnaona mamangu sasa elewa huyu huyu nyanya ambaye ako hapa ni mamake huyo Bill. Na unaona hapa basi wao ni majirani na makaburi. Mwenyewe ndiye huyu. Ameitana design kama hii kiasi kwamba hapa basi bila shaka pale yeye siku zake za kuishi zimeisha. Walichana kuwa hawaambii waziwazi lakini anawaambia hapa basi bila shaka pale, kwa mfano anaongea design ambapo basi hawatawaelewa, lakini siku nenda siku rudi anawaaga. Ndipo basi Crea alikuja kumuuliza, "Ni nini hicho ambacho uliweza kunitumia?" Sasa hapa basi bila shaka pale Crea aliamua kuuliza nyanyake, "Mkebe ulionitumia ni wa nini? Mbali na hivyo, ni kwa nini uliniambia hapa si nikuje ushago?" Crea aliamua kumuuliza nyanyake. So I need to ask you about that package you sent me. Nataka kukuuliza basi mkebe ambao ulinitumia ni wa nini? Yes. Alimwambia namna gani? Sikiza. Tell your father anything about it. Usiambie babako kuhusu hiyo sanduku ambayo nilikupatia. Hang on to it. Lazima ukae nayo. Safe and away from here. Lazima ukae nayo hapa basi na uweke pahali pazuri. The time here is almost over. Wakati wangu wa kuishi umeisha. Susu, wacha kuniambia hivyo. You can't cheat death. Siku ya kukufa ikifika imefika. Huwezi danganya kifo. I'm prepared for. Na mimi nimejitayarisha kwenda, lakini I'm not frightened because I know she's coming to. Najua nakuja kuchukuliwa. Ingawaje kifo changu hakitakuwa cha kawaida, lakini nakuja kuchukuliwa. Who are you talking about? Nani anakuja kukuchukua? The Lady of Sorrows. The weeping one. Yeah, mwenye nachukuaga hapa basi nyoyo za watu ambao hapa si ni waharifu, anakuja kunichukua. Na tafadhali msijaribu kuingilia biashara za huyo. We must harm her. You mustn't harm her. Lazima mruhusu mwenye anakuja kunichukua anichukue vizuri. Who are you talking about? Susu, unasema nini? Who is this woman? Ni nani huyu mwanamke anakuja kukuchukua? Yeah, mwenye hupiga mayoe na huchukua nyoyo za watu walioharifu kama mimi. Elewa mtazamaji, nishakufahamisha kwamba na kuiti huyu huyu nyanya amekuwa mchawi kwa muda wa miaka mingi zaidi, na watu ambao wamekufa akiwa amewaroga basi ni wengi zaidi. Sasa ikawa ni hofu, mtazamaji, yenyewe inakuwa ni hofu. Just imagine mko nyumbani na unasikia ikisemekana hapa basi ati kuna mtu anagojea tu kukufa. Kumbe naye Paul kuona venye mzee basi ni mchafu, aliamua basi bila shaka pale kwenda kununua pizza tauni. Alimwahidi akatafuta chakula basi mbali. Mwanzo hapa basi bila shaka pale huyu anapika chakula ambacho hapa ama huyu mzee kwa jina la Bill anapika chakula basi ambacho ni kichafu. Aratamburuka. Cheki maneno. Hapa ni ushago kwa kina Crea. Watu wengi zaidi wako waraza nyumba hizi zaidi basi watu wa familia, na hao watu ndio tu wamebakia kwa hii familia. Mwanzo wengi wamerogwa sana basi bila shaka pale na huyu hao tu ndio watu wa familia ambao wamebakia. Na watu wamekuja mwanzo wameitana mbele. Kisa na maana hapa basi bila shaka pale siku zake za kudidi zimekaribia. Sasa kidogo hivi huyu hapa basi Paul aligonga demu fulani, akaona amegonga demu ndio na amemgonga, lakini kuchumbuka upande wa nje alitafuta mwenye amemgonga akamkosa. Makosa. Alijaribu kutafuta ni nani amegonga. Akatafuta. Manze akakosa. Aish, kwani nimegonga nani? Right on time. Wow.
Muka wa Kwero. Haya, tuchomoke kwake. Mwanzo ameona kabisa hata kuna mtu amepita na ameona kabisa kuna mtu aligonga, lakini amemtafuta akamkosa. Wakati huo huo, mwanzo wetu alikuja kuchukua basi bila shaka pale lile jisanduku ambalo huweza kutumiwa. Na ile ameambiwa hiyo ni siri, asiambie mtu yoyote. Lakini mwanzo wetu Krea alishtuka sana mwanzo amesikia hapa basi nyanyake ameongea mambo yasiyo ya kawaida. Sasa alikuja kuuliza babake, ni kwa nini hapa basi nyanyake anaongea mambo kama hayo? Lakini alimwambia life, nyanyako ni mamangu, lakini amekuwa mchawi maisha yake yote. Amekuwa mchawi, amesababisha vifo za watu wengi zaidi. Watu wengi sana wamekufa kupitia uchawi wake. Ameharibu boma mingi. Yeye ndiye alikuwa mganga mkubwa wa Raizi. Sasa nipokelea akamwambia, unajua nini nyanya, kuna hapa basi sanduku fulani amenipatia hii, na akaniambia nisiambie mtu yoyote. Lakini hapo babake alimwambia, unajua nini, nyanyako anataka akikufa achomwe. Hiyo ndiyo ameandika kwa wili wake, kwa wili yake kwamba na kuetea kidedi ateketezwe. Yeah, she always wanted to be cremated. Yeah, ameishi kutaka basi bila shaka pale akikufa ateketezwe. Sasa kamwambia pengine nataka basi mchanga wake iwekwe hapo, lakini akamwambia hapana. Hii haikai kama bidhaa hapa basi bila shaka pale ya kuweka mchanga. Lakini anaambiwa weka na hiyo. Right on time, Pora kakuingilia. Samanza kastuka. Mwanzo chenye ambacho tu sasa wanapolea hapa wakijua anytime nyanya yao anaweza kuiaga dunia. Lakini kuna jambo moja amewaambia kwamba na kwa eti yeye hapa basi kuna mtu ambaye anakuja kumchukua. Kuna mtu ambaye anakuja kumchukua, ina maana basi uhai wake utakuja kuchukuliwa hapa basi bila shaka na manze fulani ambaye anachukua hapa basi nyoyo za watu ambao wameishi kuwa waharifu zaidi. Wakati huo jamaa wetu akatazama picha. Kwa picha akaona picha ya nyanyake. Hii ni picha ya nyanyake basi Krea wakati alikuwa hapa basi bila shaka msichana mdogo zaidi. Na wakati hii picha ilipigwa siku hiyo hiyo ndio wazazi wake huyu Soso wariaga dunia. Jamaa naona ameona manzi kama anafanana kama huyu. Sasa akaanza kuchanganyikiwa Paul. Mpomanza akamwambia, "Ai, manzi, twenda tukalala." When she was a child. Ya, hiyo ni picha ya nyanyangu akiwa mdogo, ndiyo huyo. Na jamaa yetu anaona ameona mtu amevalia stara kama hii. Let's get her. Yeah, good idea. Well, let's call the military! I'm story well lost, mister. Elewa hapa kuna uoga mtazamaji. Hapa kuna uoga zaidi, kisa na maana hapa basi wanagojea anytime hapa basi huyu Soso anaweza kuiaga dunia. Oh, Krea, umekuja kuniona. Oh, usiwahi tamani kuzeeka ufikie kiwango changu. Oi, kazi yangu ni kukura na kukunia na kukojoa. Ninangojea kukufa. Ninakura kunia na kukosoa. Kukojoa ndio ninakojoaga mara mingi. Oi, Krea, na ninajua nikuenda ninaenda. Usifuate mienendo yangu Krea. Get some sleep. Okay, Soso we lala tu. Lala tu Soso. Night, sweetheart. Okay, good night sweetheart. Mwah. Lala nyanyangu. In the morning. Tutaonana asubuhi kwa majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Haya, Krea aliamua kumwacha nyanyake basi na kisha aende akalale. Krea aliamua kumwacha nyanyake na kisha hatimaye basi aelekee moja kwa moja akalale. Sasa nyakati za usiku, ndugu brada mpenzi mtazamaji, nyakati ni za usiku,
Na kisha kumbe hapa basi kama venye umesikia semekana kwamba basi kuna Moka wa Kwero, mama ambaye basi anakuja kuchukua nyoyo za watu ambao basi wameishi hapa duniani wakiwa waharifu zaidi. Mwanzo moyo wa mtu kama huyo basi lazima ukuje kuchukuliwa. Na ndio ulisikia kidai hapa basi bila shaka para nataka hapa basi mwili wake uweze kuteketezwa. Hataki kuwe na skeleton yake mwanzo, hata skeleton yake itakuwa hapa basi hatarini. Mbele siku yake ya kudidi ikifika, hapa basi bila shaka pale nyoyo za wale wote ambao hapa basi ameweza kuwasumbua zitaweza kumsumbua. Ndio sababu basi nyanya anataka aweze kuteketezwa kidogo hivi. Ndiye huyo Moka wa Kwero amekuingilia. Sasa venye watu wengine mtazamaji wanakufaga design kwamba basi hautajua akikufa huyu juu ya mauovu ambao ameweza kufanya. Mwenye anakuja kuchukua uhai wake amekuja na mauchungu sana. Moka wa Kwero mwenyewe ndio anapiga mayowe. Sasa ni kiasi kwamba anapiga mayowe kiasi kwamba hapa basi bila shaka pale watu wa kawaida wanasikia uhai wa huyu Soso umekuja kuchukuliwa. Sasa manzi wetu Kiria kuchomoka, anasikia masauti ndiyo, lakini akichungulia haoni mtu yoyote. Alimuita Paul. It doesn't sound like any dog I've ever heard. Taregini ado maraituo. Kina kashino kwani ni mtu mmoja ananyongwa. Kuna masauti na ambao hapa sinasumbua kabisa. Kuna masauti na ambayo yanasumbua zaidi hapa basi bila shaka pale Moka wa Kwero anapiga mayowe. Manzari ya kuchungulia. Kiria. Yale masauti yamemwamsha hapa basi kila mtu ambaye ako kwa dile maskani. Yale masauti yameamsha kila mtu ambaye manzi yako pale hasa bila shaka pale kwa dile maskani shisha. Right on time, Bill, yani babake Kiria, akaamuka. Yale masauti pia amemwamsha. Na sio ya kawaida. Yale masauti sio ya kawaida. Hapa ndipo manzi wetu Kiria aliamua kuchungulia upande wa nje. Wacha sasa achungulia, aliona nini? Cheki. Kiria. Hapa basi bila shaka pale naye babake ndio amechomoka. Masauti yakawa ya kusumbua zaidi. Ikasemekana wanaume waende wakacheki ni nini hicho. Wanaume wakacheki ni nini hicho ambacho kinapiga masauti sara kama hiyo. Jane pia shamka. Haya, wasoniwa ndio hawa watu ambao wamekuwa wanataka kununua wasichana raizi. Lolo yeye. Haya, rudi pande wa nane basi manzo wetu Kiria. Huku masauti yanasumbua. Kuna gurumo na radi. Salala. Oye Faoro. Uliona tu kuja kututu kutafuta bibi huku. Bill. Over there. Paul. Simon. Wakaona hapa basi ni kana kwamba basi yale masauti yanachomoka ara zenye hizo. Na manza kurudi pando nani. Akatazama akaona bado Soso wako. Grandi. Yani Soso bado wako. Chunga sana Kiria. Kiria kutazama aliona. Kiria alimuona Moka wa Kwero akikuingilia. Kiria alimuona Moka wa Kwero akikuingilia. Na alikuwaga ameambiwa, Stay in your room and lock the door. Nenda kwa maskani lako na ujifungie. Kwa nini kinaendelea? Amemuona Kiria, amemuona Moka wa Kwero akikuingilia. Cheki maneno. Kiria amemuona Moka wa Kwero akikuingilia, tazama. Welele yeye. Sasa ameshtuka. Mwanzo masauti ambayo Moka wa Kwero anachomoa ni ya kuogovisha. Tena ni ya kutia hofu. Akaamua kuchungulia. Kiria. Chunga. Kiria. Makosa.
ameona mdomo umejaa damu na macho yanaria damu. Macho yake Moka wa Kweru ambaye anakuingilia rais basi na amekuja kuchukua. Ndio hiyo. Amekuja kuchukua basi yule Soso. Moka wa Kweru shasha. Ndio hiyo. Amekuja kuchukua Soso. Kerea. Nyanyako amekuwa mchawi. Hawezi akakufa kama wale watu wengine. Fungua mlango faster. Kerea na kujifungia. Akachungulia. Kerea alichungulia. Tazama. Kerea alichungulia. Na zaidi kwanza anachungulia habasi kwa nini? Kwa roho. Mlango upande mwingine ukafunguka. Huku basi naye Jenny amerana stara kama hiyo. Moka wa Kweru ndio akapita. Kerea katazama. Akaona Moka wa Kweru. Ndiye huyo life. Ndipo alikuja kucheki nyanyake. Aliamkuja kucheki nyanyake. Mwanzo anajua ni uhai wa nyanyake umekuja kuchukuliwa. Sasa na nyanyake hataki kusumbuliwa. Mwanzo anataka kwenda pale ambapo anafaa kwenda. Kwenda kuamsha nyanyake. Akasikia mlangoni manze kuna bishwa. Akaamua kumchukua mfiche. Akaamua kuchukua nyanyake mfiche. Na nakumbuka vizuri zaidi aliambiwa na nyanyake, you cannot cheat death. Na Moka wa Kweru ndiye huyu amekuja kuwa kama agent of death. Amekuja kuchukua uhai wake hapa basi huyo Grande. Haya, alijificha stara kama hiyo. Akachungulia na akamuona Moka wa Kweru vizuri zaidi. Akikuja kuchukua uhai wake yule Grande. Hichi ni kitendo na ambacho basi lazima kitendeke. Na ni kitu ambacho basi bila shaka para Soso amekuwa akiwaambia vizuri zaidi wasiwahi jaribu kuingilia wakati basi siku zake za kudedi zimefika. Moka wa Kweru ndiye huyo sasa. Alitazama stara kama hiyo na akaona kweli Grande yako hapa na sasa ni aweze kuchukua uhai wake na achomoke nao. Cheki maneno. Lakini hapa basi Moka wa Kweru lazima aweze kuwa alert. Lazima aweze kuwa alert, lazima aweze kuwaita wafu wote na kuwafahamisha kwamba na kwa eti kuna kuja mono. Hiyo ndio kazi yake. Lazima aweze kuarifu wafu wote kwamba na kwa eti kuna kuja mono. Sababu ya kifo chake basi kuwa atakufa stara kama hii ni jukwaa basi amekuwa mchawi. Kwa hivyo alianza kuita basi wafu. Coming from my house. Wanasikia sauti zinatoka kwa nyumba. Masauti zinatoka kwa nyumba. Lakini sasa hizo ni masauti za kuwaita wafu. Cheki. Za kuwaita wafu. Anawaita wafu. Manze kucheki aliona ni kweli nyanyake ameiaga dunia. Wafu wanaitwa. Wafu wanaitwa. Soso already ameiaga dunia. Sasa naye hapa basi Kerea alifanyaga makosa. Cheki. Manze Kerea alifanyaga makosa. Mwanzo wakati wafu basi wanafahamishwa kwamba na kwetu kuna mono inakuja. Alikuja akamrusha Moka wa Kweru makosa. Rusha Moka wa Kweru. Moka wa Kweru haja compression akamnungisha stara kama hiyo. Na Moka wa Kweru haja accomplish mission yake manzi. Kuchukua uhai wa Grande. Makosa. Wafu na wao wakaanza kukasirika sasa. Wafu wakaanza kukasirika. Ni nani huyo anakataza tuletewe mono? Ni nani huyo? Wafu wakaanza kufufuka. Na Kerea aliambia kwa vizuri zaidi na nyanyake kwa maana kwetu siku yake kukufa ikididi asiwahi jaribu kuingilia. Sasa ameingilia already. Amefanya makosa Kerea amefanya makosa. Kidogo hivi Paul kujikua hawa hawakumgojea. Wewe kujaga. Kutazama nini kimemkoa? Ni kaburi. Na kwa lile kaburi kulikuwa kumezikwa mufu na mufu ameshaamuka tayari. Akachungulia upande wa ndani. Akaona basi bila shaka hapa ni pale kulikuwa kumezikwa mtu. Lakini mwenye alikuwa amezikwa ameamuka tayari. Makosa.
Walele yeye. Mufu anakuamkia live and direct. Cheki maneno. Mufu shisha. Ndiye huyo. Akuwa sasa skeleton na sasa nyama zimeshakuliwa na mchwa. Maskini jamaa wetu Paul. Oye na alikuwa amekuja kutafuta bibi hata zenye wizi. Alisusiwa live and direct. Wakati yale masauti ya Risha, elewa Kriya amefanya makosa tayari. Kriya amefanya makosa na alikuwa ameonywa hapa basi na nyanyake. Akaamua kwenda kuchungulia kama muka wakwero ameenda. Aliamua kuchungulia kama muka wakwero ameenda. Kutazama ameenda. What? Muka wakwero amechomoka. She's an agent of death. She can never die. She can't die. She's a death agent. Walele yaye. Aish, Kriya. Punde si punde. Aliona nini? Aliona ghost. Aliona ghost. Cheki. Kriya aliona ghost hara zenye hizi. Kriya hapa kuna ghost. Kriya umefanya makosa makubwa zaidi. Kriya umefanya makosa. Soothing. Kriya skini wa Mungu. Chungulia. Ai. Soothing. Chungulia Kriya. Ghost! Walala yayi! Ghost ikapita hara zenye hizo. Aish! Nimeona ghost wai nimeona ghost. Naidhue. Nyinyi siyo ghost, mimi nimeona ghost. Kutazama mwili wa nyanyake umeibiwa. Makosa. Muka wakwero ameiba mwili wa nyanyake live and direct. Aish. Makosa. Watafanya nini maskini wa Mungu? Wala watatenda nini? Wameweza kuinterrupt hapa basi bila shaka pala yule muka wakwero. Ni yule agent of death. Akichukua mufu wake. Akichukua spirit ya mufu. Waliamua kuwinda. Just imagine. Waliamua kuwinda hapa basi muka wakwero. Chukua mabunduki. Wakaamua kuita hapa basi bila shaka pale wana polisi ili polisi wakuja kuwasaidia huku wakifahamisha polisi kwamba na kuweki hapa basi kuna mtu amekuja kuiba mwili wa nyanyao. Salala wafuate. Oh yeah. Bill ndiye huyu sasa wakiwa na Simon. Shisha. Bill wakiwa na Simon. Ukunaye Kriya alijaribu kupiga mawasiliano hapa basi kwa wanapolisi, lakini ajabu ni kwa basi venye ambavyo anapiga mawasiliano kwa wanapolisi anaambiwa awache ujumbe. Laini za wanapolisi ziko busy. Awache ujumbe. Moisi! Uko wapi wewe Moisi yoyo? Unaiba mnyanya mzee. Kijana wangu acha nikwambie, ukifaulu kupata huyo mwizi, ninakupatia msichana free of charge. Simon. Walala yaye, chungeni sana. Kidogo hivi kwa guruma na radi. Satanically. Nguvu za umeme amna. Skinny. Walala yaye. Moisi! Wanatafuta mwizi, wao wanaamini kuna mtu ameiba basi mwili. Manzari tafuta basi bila shaka parekano. Manzari tafuta kando. Hapa basi manzi wetu Kriya. Ilo wako kuro pano nani wakuwa na sitake kwa jina la Jenny. Ukuwa na shindwa, what the hell is going on? Nini kinaendelea? Zaidi kwanza Jenny. Wakaanza kusikia kwamba na kweti mlango upande wa juu umefunguka. Nelo wanang'ang'ana kufunga basi bila shaka pale milango yote mtu yote asijaribu kuingia upande nani. Sasa mlango umefunguka. Pole. Maskini wa Mungu, kuna mlango umefunguka sasa ndio wanataka kwenda kufunga. Kumbe ni mlango wa pale ambapo hapa basi nyanyawa alikuwa ganalala. Oyeyai. Washalala. Walele yaye. Pole sana tena zaidi. Na nyakati ni za usiku. Wanayasikia masauti ya ule mlango. Wanataka kufunga.
Rishachukuliwa kitambo nyenye yao. Oye Jenny. Mlango alifunga. What is going on? I just don't understand what's going on. Ya, ninashindwa kuelewa nini kinaendelea, lakini kutazama hapa basi bila shaka pale kwa mlango kumeandikwa Dan by Dawn. Wewe Krea ulifanya makosa kubwa zaidi. Dan by Dawn. Krea ulifanya makosa kubwa zaidi. Mwanzo, mimi ni mtu ambaye nimelaaniwa. Ungewacha tu niendwe na mimi. Ungewacha tu hapa basi uhai wangu chukuliwe. Sasa umesababisha basi maafa. Wewe ndio umesababisha hapa basi hasara yote. Kumbe Paul aliuawa. Paul aliuawa na akahangiwa, na ajabu ni kuwa basi utaona amehangiwa na mara zake. Mara nizo zimetumiwa kama kamba kumuhang. Design kama hiyo. Mara zake ndizo zimetumiwa. Ile skeleton ilikula nyama yake na ikamhang na mara zake stara kama hiyo. Nilwa sasa yeye pia ni moja kati ya watu ambao ni wafu. Cheki mara ndio hiyo. Na wafu wote ambao wako hapa wameshaanza kuamuka. Wafu wote ambao wako kwa hili kaburi ambalo liko araza nywizi wameshaanza kuamuka. Sasa Noah Moraga, nani ameua Paul? Wanashindwa ni nani amemuua Paul. Una anaita mamake, yani yule soso sasa. Ulwa nyanyake Krea ni mamake Bill. Sasa Bill anamuita mamake. Simon naye ndio huyu. Mdhaniwa Simon. Ulwa yeye anataka kumuoa hapa basi Jenny. Sasa namuita hapa basi yule soso. Oye. Hawampati. Come, show us home! Wa mwizi unaiba mpaka mama yangu, tokea nikuone. Tokea uone ile vita nitakugonga. Nitakutasa. I will tell you, nitakupiga marasasi yani. Lakini waongea na nani? Kidogo walianza kusikia masauti. Lakini wakitazama mwenye anatoa masauti hawamuoni. Yo sio mwizi. We, shemeji, tutaendelea kweli kufuata sasa. Simon alianza uoga sasa. Shemeji yangu, tutaendelea kweli kufuata. Na unaona venye Paulo amenyongwa. Lakini wanasikia masauti. Saidia. Wakaingia kwa kichimba. Kwa hichi kichimba ndipo masauti basi yanachomoka. Na wao bila hapa basi kuwa na wasiwasi, bila kuwa na wasiwasi, bila kutia hofu, wakaingia mule upande wa ndani wakimtafuta hapa basi Grandi. Yani wakimtafuta yule soso sasa. Washalala. Mule upande wa ndani shasha. Araki bila huku. Hii masauti natoka huku shemeji yangu. Kijana wangu ngangana. Ukikamata huyu mtu mwenye ameiba huyu mamangu, msichana ninakupea free of charge, ninakuongezea chai. Usijali, na usiwe na uoga. Msichana utapata free of charge. Ni nini? Something up ahead. Si masauti natoka hapa. Kijana wangu, wenyewe kupata bibi sio mchezo. Vumilia. Usiwe na wasiwasi kijana. Msichana nitakupea bure na nikutengenezee chai yenye iko na sukari na nikukorogee. Usiwe na wasiwasi kijana. Kuja tuende tu. Wacha kuogopa, unaogopa nini? Si unataka msichana kidogo hivi nyenje. Cockroach. Kijana, unabakia nyuma badala uogoze. Si unataka bibi? Mzee mimi nitahepa. Mzee mimi nitahepa. Mzee hata kama msichana unanipatia free of charge na unipea kikombe ya chai, kulingana na vyenye ambavyo mambo ilivyo hapa masauti ya soso imeacha kusikika. Heri kuhepa mzee. Pana we twende bere.
kijana wangu twende mbele. Ai, mzee mimi nitahepa. Hapana. Hata kama ni nini, hapa mimi mzee siwezi nikaendelea kukaa. Mwanzo punde si punde kijanae, nani huyu? Ghost. Kijana alitoka unyoya. Nikava mutumia aikare. Kijana alitoka mbio akisema heri bibi akae, kama hiyo ndio mambo. Wow. Krea nao wakiwa na Jenny, mawazo juu ya mawazo. Ni ile hali manzi ya kuwaza na kuwazua. Jenny anauliza WhatsApp. Lakini Krea anakumbuka kila kitu. Yeye ndiye amefanya hapa basi haya makosa yote. Jenny ndiye amefanya haya makosa yote. Yani Krea ndiye amefanya haya makosa yote. Mwanzo angemruhusu muka wako Ero akuja au chukue hapa basi bila shaka pale uhai wa nyanyake na aende zake. Mwanzo hata hivyo ndivyo nyanyake alikuwa basi ameamunisha. Lakini Krea akaamua kumvamia muka wa Kwero. Na muka wa Kwero ni agent of death, na yeye anatumwa basi kuja kuwachukua life waharifu ambao wako na dhambi mingi kama vile basi wachawi na warogi. Hawa na wametara kama matumia aikare. Kijana wangu na wacha mimi na nisemeji yako. Utapewa msichana. Kisha Ghost venye na kuingilia. Mzee, wacha huyo msichana wako akae. Kama hii ndio kutoa mahali, wacha nitoe mahali pahali pengine. Usijali kijana wangu, tutaitasa. Cheki vinyo ambavyo na kuingilia shasha. Kijana kaa hapo ninakuja. Oh! Kijana pigana na hii kitu. Wewe ndio kijana. Wewe ni shemeji yangu, pigana na hii kitu. Hii kitu ni kitu rahisi. Wewe amudhe. Kijana yetu aliamua kuumilia. Na ile tayari imeshakunywa damu ya Paul. Ndio hiyo shasha. Kijana wetu ameumilia. Amedai wacha bibi ikae. Wapi, wacha nijifiche hapa. Wacha hiyo bibi akae. Wewe Ghost, tafadhali hili si ikule huyo mzee ishibe, iwachane na mimi. Sasa kijana wetu anadai ati Ghost ikule mzee, juu mzee ni mkubwa, itakuwa imeshiba, itawachana na yeye. Right on time, ndio hiyo. Nayo kijana aliandika ati anaomba Mungu ikule mzee ishibe, iwachana na yeye, ndio ati mzee ni mkubwa. Wapi? Ndio hii iko na kijana hapa basi, bumper to bumper. Ile Ghost shasha. Oi, tafadhali Ghost, kula mzee, ukikula mzee utashiba, mimi nikakonde. Ndio yo. Maskini kijana inakuja frying. Mzee anajaribu hapa basi kuipiga marasasi, lakini wapi? Mzee anajaribu kuipiga marasasi huku inamwaga manyenjestara kama hiyo. Ololea yeye. Ai, karibu kudungwa maskini kijana wetu. Mzee weka risasi nyingine. Time kichwa. Mish. Wewe ndiye nasikia ati nikikukura nitashiba. Acha basi. Mzee akastuka akaanguka. Sasa ndio hii sasa inataka kumsosi. Imeamua kuanza na mzee akaweka marasasi kwa bunduki stara kama hiyo, kisha akakoka bunduki nayo. Skeleton ghost. Sasa kijana alimwambia mzee, ipige risasi. Shoot it. Mzee akatime kichwa. Pata kichwa. Ghost skeleton chini. Mzee tu hapo. Sasa nilikuwa nakuja kufanya nini huku oyeyai? Nilikuwa nakuja kutafuta bibi wa aina gani huku sasa? Aish. Sasa naye mwenzi wetu Krea anakunywa maji baada ya kukunywa. Ni babake. Ameshtuka. Anakunywa maji ingine. Mzee akamwambia sasa hapa lazima manze tuweze kuhepa. We must get the hell out of here. Mwanzo chenye ambacho tunadili nacho sio binadamu wa kawaida. Ukakuuliza, where is Paul? Karash. Paul ameleo. Paul amesosiwa yani. Vamos go. Hata mimi nimebakia kidogo. Isipokuwa ni venye bunduki yangu ikaitasa kichwa. Hata mimi ningekuliwa. Kwenda
kutazama upande wa nje, naye basi Jeni akauliza boyfriend yangu ako wapi? Akaambiwa boyfriend yako ameendea masiraha. Tumeona hatuna masiraha kutosha. Kwa hivyo boyfriend yako ameendea masiraha. Usijali. Dan by Dawn alikuwa amelaaniwa na mwili wake umechukuliwa. Kumbe hapa basi nyanya Yura Soso sasa alikuwaga amewacha kitabu na ameandika story yote kuhusu vinyamba vya mambo yanafaa kukaa. Akaandika, ameandika vizuri zaidi. Siku yangu ya kukufa ikifika, nitakuja kuchukuliwa na Muka wa Kwero. Muka wa Kwero ni mwanamke ambaye anakujaga kuchukua nyoyo na mioyo za watu ambao wameishi hapa duniani wakiwa waharifu. Ingawaje kifo changu hakitakuwa cha kawaida, mwanzo mwenye atakuja kuchukua uhai wangu mtaweza kuona, mtaweza kumuona, mtaweza kuona mwenye atakuja kuchukua uhai wangu, jambo na ambalo si la kawaida. Tafadhali na waomba mumkubarishe tu achukue uhai wangu naende na mimi bila nyinyi kuingilia kati. Mwanzo mkiingilia kati mtakuwa mmesababisha maafa. Hayo walisoma kwa kitabu. Kumbe wakati kijana wetu maskini naye Simon, wakati alienda kuchukua masiraha, oyeyai alifuatwa na ghost. Ndio hiyo skeleton ghost ingine inamfuata kumtesa na kumshambulia maskini kijana wetu. Anadungwa na kukatakatwa, huku inapepea juu angani design kama hiyo. Hapa ni Pomzeri dai manze, we have to get there, I love him. Manze lazima tuchomoke raizi. Simon na yeye musoniwa. Oi, wala yeye. Hata amekuja kutafuta hapa bibi. Maskini wa Mungu naye amefanyiwa unyama. Krea kaambia babake, we gotta get the hell out of here. Lazima tuchomoke ara zenye hizi. Kutazama wakaona ile skeleton ghost imeuma vako. Inagojea wachomoke ikuje wasosi. It is waiting for us to make a move. Ni sisi inatuagoja tujaribu kufanya chochote ikuje tusosi. Kwa hivyo heri tupore hapa ndani. She was made the night after Nan's mother died. Yeah. Kidai hapa basi imeandikwa vizuri zaidi hapa kwa kitabu. The beautiful Makosa ni mimi ambaye nimeweza kufanya. Mwanzo imeandikwa kwamba na kweti kuna mwanamke atakuja na atakuja kuchukua uhai wangu. Atakuwa na mdomo umejaa damu na macho yake yatakuwa yanaria damu. Atapiga masauti na yeye ni agent wa kifo. Yeye ni mwenye anakuja kuchukua watu waliofanya dhambi nyingi sana hapa duniani wakati wanaiaga dunia. She is an agent of death. Iko kwa kitabu. No alifaa kumruhusu afanya kazi yake na aende. Sasa Krea akaingilia kati kufanya makosa makubwa. Ai kidogo Manze aliota. Manze aliota ati akuwa sasa hii ni kuota anaota. Ati akuwa ameamuka akapata kila kitu ambacho kimeendelea ni ndoto na akampata Paul. Ni kuota anaota sasa. Mwanzo waliamua kupumzika kwa nyumba, kumbe sasa wakati wapumzika Manze wetu Krea aliota. Akaota ati hapa basi amekuja kugundua kila kitu ilikuwa ni ndoto. Sasa ni kuota anaota ati kila kitu ambacho ameona ilikuwa ni ndoto. Hivi ndivyo anaota. Tisuri kuuza nyake kufa ni nini ndoto. Lakini ati wakati wako na Paul, yeye kwenda kutazama upande mwingine, akaona ati Jenny ameshakuwa ghost. Akaamuka sasa kwa ndoto. Mwanzo hiyo ni kuota alikuwa anaota sasa. Akaamua kumcheki Jenny dadake. Wow. Jenny, uko sawa? Where are you? Dad, where are you? Kuchungulia wakaona ile skeleton ghost imeondoka. It's gone. Kwa hivyo kaambia hapa basi bila shaka babake na kaambia dadake, manze tuchomokeni ara zenye wizi, mwanzo tayari skeleton ghost imeshachomoka. Skeleton ghost imeshaenda. Tuchomokeni ara zenye wizi. Let us get the hell out of here. Kuja kufungua mlango. Wakaanza kusikia masauti. Wanasikia masauti. Nyenje. Mzee kufungua mlango alipatana na Paul ambaye sasa is a living dead, amekufa na akafufuka. Ndio huyo Paul. Kisha Paul anatapika
cockroach, nyeje. Manyenje zinamchomoka basi bila shaka pale. Kwa nini? Kwa mdomo. Manyenje zinamchomoka kwa mdomo. Check mani. Manyenje zinamchomoka kwa mdomo. Walele yai. Kisha zimekula tumbo yake mpaka mara inajichomoa. Cheki. Mara zake, kwa mara zake kumejaa nyenje. Minyoo zimepromotiwa zikawa nyenje. Cheki mara. Zikaanguka. Manyenje ndizo hizi. Minyoo zake zimeongezwa mamlaka zikawa nyenje. Minyoo zimegeuka zikawa nyenje. Akakanyanga mara yake. Akaanza kupepeta mudhara. Ilwa sasa wameshtuka, lakini aliwekelewa moja na manzi wetu stara kama hiyo. Kisha manzi akaambia babake basi let us go. Jenny alichomoka ndio huyo. Jenny alichomoka. Jenny alimakuja kuchukua masiraha. Lakini punda akaamuka Paul. Nelo sasa Paul is a living dead. Paul is a living dead. Amekufa na akafufuka. Makusha. Sasa hapa basi naye manzi wetu alimakuja kuchukua basi masiraha zaidi marasasi ambayo iko mikononi mwake huyo jamaa wetu. Simon yako na marisasi kidogo. Alimkamata. Simon akamwambia mimi bado sijadedi, nimedunga dungwa ndio, lakini bado sijadedi. Nimedunga dungwa lakini bado sijadedi. Manze kwenda kumchukua ile skeleton ghost nyingine ndio hii sasa bila shaka pale na kuingilia. Cheki. Aishi. Skeleton ghost inakuingilia. Cheki manini. Skeleton ghost manze inakuingilia, inataka kumchukua hapa basi bila shaka pale manze wetu Jenny. Jenny akatokea kaona ndio hii inakamwe. Jenny aliamua kuhepa. Yani. Alihepa. Mwanzo alichekeka na hata kubaria basi bila shaka pale kudi. Jenny alihepa. Sana wala layai. Jenny alihepa. Huko hapa basi bila shaka pale na Paul. Bado nampepeta hapa basi bila shaka pale manze wetu. Bado nampepeta manze wetu. Woye. Manze wetu basi alinyongwa. Amepeta modhe. Sasa anamnyonga manze wetu Crea. Akiendelea kumnyonga Crea, alisikia tena kutapika nyenje. Cheki. Manze akapata nafasi ya kuhepa. Ndogo. Kufanya ngao. Yubrale mayoro. Kisha fasta hapa basi bila shaka para na Jenny ndio huyo. Jenny akaona ile hapa basi bila shaka para skeleton ghost akaamua kuhepa. Cheki. Aliamua kuhepa shasha. Mwanzo ameona kumeharibika fasta basi bila shaka para kuropa nani. Hepe mwanzo kumeharibika shasha. Skeleton ghost ndio huyo. Na sasa hapa basi wakati naye mwanzo wetu watazamario na akiitwa na Jenny. Niko na bunduki. Ndio hizi marasasi. Kujia marasasi. Okay. Akaamua kuendea marasasi sasa. Aliamua kuendea marasasi. Cheki. Na kumwacha basi bila shaka para babake kuropa nani, akaamua kuelekea basi zile sehemu zingine kwenda kumchukua dadake. Crea aliamua kwenda kumchukua dadake. Ameamua kwenda kumchukua dadake shasha. Masauti ndiyo hayo tena. Mlango kajifungua. I will tasa you and you will kufa ku. Jenny, I got the gun. Rete marasasi. Come on, Jenny. Jennifer, Jenny. Nipatie marasasi, niko na bunduki. Akarushiwa marasasi. Yako kwa bunduki tayari. Masauti bado naria. Sasa akaanza kumuita hapa basi bila shaka pale Jennifer. Jennifer tafadhali kuja. Lakini arestokea nini? Arushiwa ulimi, ndio huo ulimi. Ulimi wake Jennifer. Kumaanisha tayari basi moka wako already ameshamkamata hapa basi bila shaka pale Jennifer. Oyeyai. Jennifer
amekatwa ulimi. Just imagine uchungu ambao ameuhisi akuwa amekatwa ulimi. Akiwa amekatwa ulimi, just imagine. Aish, makosa. Oye, sasa atafanya nini na hawezi akataka kumwacha dadake? Huyu manza wetu Crea hawezi akataka kumwacha dadake. Kwa hivyo ni kuingilia kuru pande ndani, angarau aone kama hapa basi Rasha Kapara ataweza kumwokoa. She's on the family, ako naye. Ndiye tu dadake basi Rasha Kapara ako na yeye. Oye, na sasa kabisa hasa Rasha Kapara hajui nini kinatendeka basi Rasha Kapara kwa maisha yake. Ukuzinga mkono ni stand by kabisa. Nia ikiwa ni kumwokoa dadake toka basi bila shaka pale mikononi mwa huyu mharifu Muka wako ero. Oye Crea hajui dadake ako sehemu gani, hajui dadake ako pande gani. Lakini wakati anatambaa stara kama hiyo, basi Rasha Kapara akimtafuta dadake kuropano nani zinga mkononi stara kama hiyo kwa mwenye woga zaidi. Alianza kusikia hapa basi dirisha fulani ambayo inafunguka na kufungika. Kuna dirisha fulani ambayo hapa basi inafungika na kufunguka. Yeye anasikia tu mlio wa masauti. Anasikia tu mlio na masauti wa mlango ukifungika na ukifunguka. Oye yai, anamtaka dadake angalau wachomoke hapa aende na sahau na hizi sehemu kabisa, once and for all and once. Anataka chomoke hapa basi aende na sahau na hizi basement mara moja na ya mwisho. Manze wetu Crea arudi alikoweza kuchomoka. Basi akaendelea kutambaa stara kama hiyo, anasikia vizuri zaidi, na basi anasikia ara zenye hizi. Kuna mlango ala hizi manze, kuna mlango unafunguka na kufungika. Akaanza kuyaona matone ya damu, mlaini wa damu, na ambao kuna uhakika kabisa hapa basi ni damu ya dadake. Hakuna uhakika kabisa hapa basi ni damu ya dadake. Walala yeye. Ai, kabisa na ilo wakabisha hapa bishi. Hii ni damu ya dadake. Kisa na maana ametupiwa ulimi wa dadake kuru pande wa nje. Aish, walala yeye. Huo ndio mlango ambao unafungika na kufunguka. Wakati alifika ara zenye wizi ukaacha. Ukawacha peke yake design kama hiyo. Sasa na yeye akafungua. Wakati alifungua kutazama upande mwingine, aliona dadake ndio huyo, ni kweli ndio huyo dadake. Akachomoka mbio, lakini nyuma ya dadake Muka wa Kwero. Muka wa Kwero ndiye huyo, na dadake hana ulimi kwa hivyo hawezi akaongea. Muka wa Kwero, sasa ukanipiga ukanidunga stari kama hii, ukafanya nidungike. Sasa alimeza dadake, cheki. Woi, Jenny alimezwa na Muka wa Kwero. Staili gani? Crea ndiye hakuamini. Mwanzo aliona Muka wa Kwero akimeza dadake live and direct. Rutikando kuna skeleton ghost. Kisha dadake maskini wa Mungu. Oye, na ameshakatwa ulimi tayari. Masauti kisha akakamatwa na akawekwa ndani ya tumbo ya Muka wa Kwero stara kama hiyo, na wakakosekana. Aish. Makosa tena makosa makubwa zaidi. Sasa ndipo Manzari weza kurudi mbio. Akamwambia babake, Manzari lazima tuweze kuchomoka ara za nywizi. Mwanza sabra shakapara. Dadangu amemezwa nikitazama na nikiona. Oye yai. Washalala. Mdhena yameumia kuumia. Hata mimi nasikia kuenda sasa. Manza kamwambia babake wacha kusema hivyo, lakini akamwambia kuna kitu ambacho haukusoma. Nyanyako aliwacha kuwa ameandika kwa kitabu kwamba na kuwa eti in case mtu yoyote aweze kuingilia basi kati ya kifo chake, anafaa kuachilia Muka wa Kwero arambe damu yake. Sikiza mtazamaji. Soso alikuwa ameandika kwa kitabu kwamba na kuwa eti in case uingilie kifo
chake, uingilie shughuli zake basi za Mukawakwero kuchukua basi bila shaka pale uhai wake, unafaa uachilie Mukawakwero arambe damu yako, na kisha akiramba damu yako ufungue kale kasanduku ambako basi bila shaka pale nyanya huweza kuacha. Ukifanya hivyo utakuwa umefanya jambo la maana. Na kisha bado kumeandikwa kwamba na kuwa eti kabla huyu Soso mwili wake hujateketezwa hakutapatikana amani. Alright. Ebu sasa tazama mtazamaji tena uone. Ebu tazama sasa mtazamaji uone. Wafu wote waliamuka na wakaanza kufanya mgomo. Wanataka wapewe mufu wao. Mufu wao ni yule Soso. Wafu wengi zaidi wako ara zenye waizi. Wafu wamefanya mgomo, ndio hawa wanapita juu angani. Haki yetu! Haki yetu! Ilikuwa sasa Soso anafaa kuwa amekufa. Haki yetu! Sasa hawa wanaitisha Soso. Haki yetu! Haki yetu! Sasa Manze anasema haki yao na tayari Soso amededi. Wakaanza basi bila shaka pale kwa nyanga zingine. Haki yetu! Haki yetu! Huyo mono lazima akuje. Haki yetu! Netone okera gito. Salala! Walala yaye. Zinataka nyanya. Zinataka Soso. Na zinataka Soso akufe design ambayo basi bila shaka pale nafaa kukufiwa. Soso anafaa kukufa design ambayo basi bila shaka pale nafaa. Kidogo hivi ndizo hizi zingine. Wafu. Ghost Skeleton. Zinadai Soso anafaa kuwa mmoja wao. Walele yaye. Ai, Manze sasa akaona hapa basi. Netone okera gito. Tupewe chenye ni chetu. Chenye ni chetu ni huyu Soso akufe ajiunge na sisi. Ama tuone tuharibu hii dunia. Wafu wamefanya mgomo. Wafu wamefanya mgomo. Walele yaye. Manze alichukua lile sanduku mwanzo ni la maana zaidi. Kidogo Skeleton ishafika. Akachukua right on time. Babake akasosiwa. Life right. Wafu walikula hapa basi babake. Manze wetu na Isa Rasha kapara sasa ni nyau nyau. Manze wetu ni mbio mbio. Babake amesosiwa live. Damu yake imekunyiwa. Sasa manze wetu ni kutamburuka sasa ako kitu ambacho tu anaweza kufanya. Kitu ambacho tu kinaweza kumuokoa ni kuchukua mwili wa nyanyake na kuuteketeza. Hiyo tu ndio ambayo inaweza kumsaidia sasa. Kuchukua mwili wa nyanyake na kuuteketeza. Hiyo tu ndio ambayo basi bila shaka pale inaweza kumsaidia. Nyanyake amehusika na kifo cha watu wengi zaidi. Ndio sababu basi uhai wake ulifaa achukuliwe na Mukawakwero na kisha mwili wake uteketezwe mara moja. Mwili wake ulifaa uteketezwe mara moja. Unaona? Mwili wa Soso ulifaa uteketezwe mara moja. Manze akaanza kusikia masauti. Ni kwa nini huu mwili unafaa kuteketezwa mara moja? Juu kama hautakiteketezwa, huyu Soso atapewa mateso mingi zaidi akiwa skeleton. Atapewa mateso nyingi zaidi na wale watu wote ambao ameshawahi roga wakakufa. Unaona? Sikiza. Mwili wa huyu Soso unafaa uteketezwe. Mwanzo kama hautateketezwa, huyu Soso atapewa mateso nyingi zaidi na wale watu wote ambao wameshawaroga wakakufa. Na ndio unaona basi mpaka wafu wanachomoka hapa basi bila shaka pale huko wakitaka huu mwili wa huyu Soso ili waanze kumpa mateso. Juu ameroga watu wengi zaidi. Unaona? Ameroga watu wengi zaidi ambao wameweza kukufa. Na ndio hao basi unaona wanaamuka, wanataka kuanza kumpa mateso. Lakini sasa uhai wake haujachukuliwa officially na Mukawakwero. Mwanzo Mukawakwero alifaa achukue uhai wa huyu Soso. Alifaa achukue uhai. Hiyo ndio Mukawakwero alifaa kufanya. Mwanzo yeye anachukua basi nyoyo za watu ambao wamekufa. Zaidi anakujiaga nyoyo za watu ambao wamekufa kwa waharifu zaidi, huyu Mukawakwero. Sasa maskera zinaamuka. Mwanzo zinataka haba bila shaka pale uhai wa huyu Soso uchukuliwe officially vizuri sana. Na kisha sasa nazo zianze kumtesa. Lakini ile kabla ile ceremony jaisha, kabla zile shughuli zijaisha, huyu Manzi aliweza kuinterfere. Sasa atafanya namna gani? Lazima atafute mwili wa yule Soso au teketeze. Mwanzo sasa ukishateketea hizi maskeleton, hizi maghost skeleton hazitapata kitu cha kutesa. Mwanzo haziwezi zikatesa hapa basi njivu, haziwezi.
Nao uhai utakuwa umeshachukuliwa basi na huyu muka wako na ukapelekwa pahali basi bila shaka pale kwa moto kuteketea. Unaona? Kwa hivyo skeleton ghost hazitapata kitu cha kufanya. Lakini as long as hapa basi bila shaka pale ule mwili hujateketea, skeleton ghost ziko na haja nao ili ziweze basi bila shaka pale kutesa ule mwili. Kumbe naye manze sasa alianza kutafuta hapa basi bila shaka pale mwili wa nyanyake ili aweze kuteketea. Mwanzo pia yeye ameshajua makosa aliyoweza kufanya. Aliweza kuinterfere na iko basi sasa bila shaka pale bado hajateketeza mwili. Bado hajateketeza mwili wa nyanyake. Lazima ateketeze mwili wa nyanyake. Na kuna kitu kingine ambacho basi manze bado ameweza kugundua. Ameweza kugundua basi ndani ya hili sanduku ambalo aliweza kupewa kuna nguvu aina fulani, wala sio sanduku la kuweka njivu. La asha, kuna nguvu aina fulani. Alright. Ambazo ziko ndani ya lile jisanduku sasa. Sasa manze aliendelea kutambaa. Mtazamaji, nimeshakufahamisha kila kitu kwamba na kweti manze anafaa kutafuta mwili wa nyanyake na uteketeze. Naye muka wako lazima aweze kuramba damu. Cheki manyenje. Ndizo hizo manyenje. Nyeja si ya moha hizo. Ndizo hizo basi zinaenda moha hizo. Sasa manze anatafuta mwili wa nyanyake. Nyeja si ya moha hizo. Ndizo hizo. Yani ni nyeja ambazo zinaenda kutafuta mabibi. Alright. Sasa manze anatafuta mwili wa nyanyake aweze kuuteketeza. Naye muka wako yule agent of death sasa lazima alambe. Lazima aweze kuonja damu. Damu. Na manze anafuatwa na ghost skeleton. Muka wako lazima aweze kuonja damu ya huyo manze wetu Crea ili apate nguvu za kuchukua uhai wa yule nyanya na kuenda zake. Muka wako lazima aonje damu ya Crea. Juu Crea ndiye alimzuia kwa accomplish mission yake. Na Crea uchunge unafuata upande wa nyuma. Muka wako lazima aweze kuonja damu ya huyu manzi wetu ili apone kidonda ambacho aliweza kudungwa, na kisha hatimaye apate nguvu za kuchukua hapa basi spirit ama uhai wa yule soso na kuupeleka kuzimu. Kuupeleka kwenye ambako basi unafaa kupelekwa. Kwa hivyo manzi lazima kubali damu yake ionjwe, na hatimaye yeye mwenyewe lazima aweze kuteketeza mwili wa nyanyake. Maskini manzi wetu Crea ako na kibarua manzi wetu. Manzi ako na kibarua. Kumbe ndipo alitazama akaona sasa hapa basi bila shaka pale mwili wa nyanyake unateswa. Na skeleton ghost unateswa kuteswa. Cheki. Yeah. Sikufaa kukuja pahali kama hapa. Wewe ndio ulisababisha haya yote. It is too late for you to tell me you are sorry. Ndi huu nyanyake anateswa na skeleton. Kumulika ndio hiyo. Jenny pia basi bila shaka pale pia kwa arazi nyewizi na anateseka. Wewe ndio ulituroga. Ukaturoga wewe. Anateswa na skeleton. Sasa wakati zilimuona manzi zikaamua kumsosi, ndio zinataka kukunywa damu ili zipate nguvu. Skeleton zinataka kumkunywa manzi wetu damu. Salala. Sasa manzi anatafuta namna ya kuhepa. Salala. Manzi hepa. Cheki ndizo hizo chasha. Skeleton. Skeleton. Na sasa mwenye ambaye anaweza tu kuzizima hapa basi bila shaka pale ni yule muka wako yule manzi ndiye anaweza kuzizima. Lakini ili apate nguvu za kuzizima hizi skeleton ziweze kurudi kwenye ambako basi bila shaka pale zinafaa kuwa, lazima aonje damu ya manzi wetu. Ala, manzi ndio sasa bila shaka pale ni mbio. Atafanya namna gani? Walala yaye agent of death ndiye tu anaweza kuzima hizi basi bila shaka para skeleton, naye lazima aonje damu ya huyu manzi. Mwanzo yeye ndiye aliweza kumdunga wakati yari kwa kwenye kibarua chake. Manzi alijipata kwa mtego, maskini wa Mungu. Maskini
lakini manzi wetu mguu wake umeingia kwa mtego. Moja kati ya mitego ambazo zilikuwa zinawekwa hapa za kutega zile mandege ambazo zilikuwa zinasumbua Modhe, moja kati ya huo mtego umeweza kumkamata na kumdhuru manzi wetu. Wakati huo huo, hapa basi nyanyake akamfikia. Cheki, nyanyake alimfikia, ndiye huyo. Wewe ndio umeniletea hizi shida zote. Uhai wangu unafaa kuwa umeshachomoka hapa na ukaenda kuzimu. Uhai wangu unafaa kuwa umechomoka hapa na ukaenda kuzimu. Lakini sasa wewe unafanya watu wote ambao nishaua skeleton zao zikuja zinataka kunitesa, zikidai mimi ni mono, na mimi nafaa niteketezwe. Mimi nafaa niteketezwe ili mwili wangu na skeleton yangu isije kuteswa na hizi maghost skeletons. Kwa nini unanifanya basi nipate tabu kama hii? Wafaa kuteketeza mwili wangu. Ulifaa kuteketeza mwili wangu. Sasa cheki venye ambavyo ninateseka. Skeleton ghost ndizo hizo zinanitesa. Bado uhai wangu hujachukuliwa officially. Uhai wangu bado haujachukuliwa na huyu muka wako Ero. Wewe ndio unaniletea hii tabu yote. Sasa mpaka nimeshaanza kupata kiu ya kukunywa damu. Nimeshaanza kupata kiu ya kukunywa damu. Wewe ndio ulizuia mambo yaende venye ambavyo yanafaa. Wewe ndio ulizuia niende kwenye watu wanaendaga. Oi, jaribu kuchukua haba skara kachupa mgonge. Wapi? Oye, chunga Krea. Chunga sana Krea. Right on time, muka wako Ero akafika. Manzi naye akawa basi bila shaka pale amefaulu kuchukua nini? Kale kanyungu. Alimwekelea ya kichwa. Sosoe, wewe. Toa upusi. Oi, Krea alifanya makosa. Right on time, muka wako Ero akakuingilia. Hapa napo maskeleton zikaanza basi kuamuka. Zinataka kuanza kumtesa huyu Soso. Zinataka kumtesa Soso sasa. Maskeleton zinataka kuanza kumtesa. Manzi ni akajichomoa basi mtego mbio. Manzi kujichomoa basi bila shaka para mtego. Ni huyu mama alituroga. Lazima tumutesa. Lazima tuweze kupiga yeye. Lazima tuweze kuvuja yeye. Sasa Manzi alichukua mwili wa nyanyake. Mwanzo, this is the only way. Alichukua mwili hapa basi bila shaka pale wa nyanyake. Akaamua kuupeleka pale ambapo basi utaweza kuteketea. Mwanzo, mwili wa nyanyake ukiteketea, haya yote yataisha. Mwanzo, hapa basi wafu hawawezi wakatesa njivu. Unaona? Wafu hawawezi wakatesa njivu. Lakini ukiwa design kama yati uko na mwili na uko na mifupa wewe basi bila shaka para hata ukidedi zitaweza kutesa mwili wako. Wow. Ala. Olala yai. Sasa Manzi anatafuta namna na pahali ambapo ataweza kuteketeza huu mwili wa nyanyake. Atafuta pahali ambapo ataweza kutesa huu mwili wa nyanyake. Mwanzo officially nyanyake amekufa, lakini uhai wake haujachukuliwa vizuri. Na kenye kinafanya basi uone mpaka akiamuka ni juwafu wanafufuka raizi. Kwa hivyo pia yeye ni mufu anafufuka. Lakini mwili wake unafaa uteketezwe ili hizi maskeleton ziwache kuamuka zikitaka basi kumtesa. Mwanzo ziko na hoja sana basi bila shaka para na kumtesa. Sasa Manzi aliamua kutafuta basi bila shaka para petroli ili aweze kuteketeza mwili wa nyanyake. Ala, Manzi alianza kutafuta petroli shisha. Atafuta petroli aje teketeza mwili wa nyanyake. Aish. Washalala. Ala, tafuta petroli. Fanya speedy Manzi wetu. Krea fanya speedy. Fanya nayo Krea. Fasta akapata petroli, akauteketeza ule mwili shisha. Cheki maneno basi dogo radha mpenzi mtazamaji. Na nyakati
ni za usiku. Huku basi na manzi ako kimansolo walele yeye ashalala. Hakika tazama hapa basi dogo brother mpenzi mtazamaji, mwanzo hamna lingine hapa basi. Manzi lazima aweze kuteketeza mwili wa nyanyake, lazima aweze kuteketeza mwili wa nyanyake ili haya yote yaishi. Waskeleton wakae kwa maskeleton, wafu wakae kwa wafu. Ashalala, lazima huu mwili uweze kuteketezwa. Ameishi kuwa mchawi akaua wengi, lakini upande wa Ravash Moka wa Kwero na tayari amechukua ile nyungu, na ile nyungu iko na nguvu fulani. Tutakuja kuona basi nguvu ni nguvu za aina gani. Iko wapi nyungu? Oye, Kree alianza kutafuta ile nyungu shasha. Kree alianza kutafuta ile nyungu. Nyuma yake Moka wa Kwero alimgongesha stara kama hiyo. Erwa Moka wa Kwero ili aweze kufanya kazi vile ambavyo inafaa na aweze kurudi kwenye alitoka, lazima hapa Rashaka pale aweze kulamba damu. Nyongo ndio hii. Lakini Moka wa Kwero anahitaji damu ya mwenye alimgonga ili kidonda ambacho ako nacho kiweze kupona. Na sasa manzi amegongwa, amevunja damu. Sasa Moka wa Kwero piga masauti, akawaita wafu. Wafu wakaanza kuchomoka tena. Wafu wanachomoka, akipiga masauti stara kama hiyo. Wafu wengi sana waga wanachomoka, mwanzo wanajua kuna mono itakuja. Unaona, akipiga masauti stara kama hiyo, maskeleton za wafu waga zinaamuka, mwanzo zinajua kutakuja mono kwa wafu. Lakini sasa zenye ambazo already zimeamuka, huyu Moka wa Kwero hawezi kuzirudisha, mwanzo ako na kidonda, lazima apone. Na ili kidonda chake kipone, lazima alambe, lazima aweze kuramba hii damu shisha. Akaramba, akailamba hapa basi ile damu shisha. Asante sana maridadi. Alright, piga masauti sasa, barabara kibisha washalala. Sasa kupiga masauti, kidonda kikapona. Kidonda kilipona. Kumanzi amestuka, Kree amestuka, amemuona Moka wa Kwero life. Kidonda ndicho hicho kikapona stara kama hiyo. Nerwa Moka wa Kwero hanaga ubaya na hanaga uovu. Kazi yake ni kuchukua nyoyo za walio wafu na kuzipeleka pale ambapo zinafaa kupelekwa. Kwa hivyo sasa aliweza kucommand wafu warudi kwa wafu shasha. Mwanzo amerudi hali yake ya kawaida, amechukua uhai, arudi hali ya kawaida, ndio huyo sasa. Moka wa Kwero arudi hali yake ya kawaida shasha. Kuria damu, kuvunja damu kwa mdomo. Cheki maneno. Kwa hivyo sasa achukue uhai wa Sodhi, achukue uhai wa yule nyanya na aweze kuelekea zake kuzimu. Hiyo ndio mission. Na wafu wakakomandiwa. Cheki, alikomandi wafu wote waenende zao. Na manzi kama vile nilikuwa nimeandika kwa kitabu, akafungua hapa basi bila shaka pale nini? Akafungua hapa basi bila shaka pale kile kijisanduku na kumpatia, kurudisha nyoyo zote kwake hapa basi bila shaka pale Moka wa Kwero. Hizo ni mamioyo zinatoka zote ile mroge akikuua anakaa na uhai wako. Hizi ni uhai zote. Sasa hizi ni uhai za wale watu wote ambao yule Soso alikuwa ameshawaua. Sasa zile uhai zote zinapewa Moka wa Kwero ili Moka wa Kwero azipeleke pale ambapo zinafaa kwenda. Moka wa Kwero, chukua haki yako, nenda zako. Na alikuwa ameua watu wengi. Unaona, alikuwa ameua watu wengi yule Soso. Imagine hizo zote ni nyoyo, yani mauhai za watu wote ambao basi bila shaka pale yule Soso ambao alikuwa basi ameshawaua. Na ndizo yule Moka wa Kwero alikuwa anakuja kuzichukua pamoja na moyo wake yule Soso. Mwanzo Moka wa Kwero kazi yake ni kuchukua mioyo za watu ambao wamekufa na kuzipeleka pale mioyo zinaendaga. Sasa mioyo zote ambazo zilikuwa kwa kale kanyungu ni mioyo ambazo Soso ameshawaua. Alikuwa anaua ndio, lakini mioyo haziwezi zikaenda pale ambapo zinafaa kwenda juu. Yeye ndiye ameziroga. Yeye ndiye amekuroga ukakufa. Kwa hivyo alikuwa akikuua, anachukua uhai wako, unakaa kwa haka kanyungu. Kwa hivyo wakati uhai zote zilichomoka, kanyungu kalijifunika. Naye Moka wa Kwero akaenda
Mwanzo Mukawakoro ameaccomplish maisha mission yake, amechukua uhai wa Soso na akachukua nyoyo za wale watu wote ambao Soso alikuwa amewaua. Wakati Waswahili walisema ati ni heri muuaji kuliko mrogi, hawakukosea. Imagine hizo nyoyo zote ni za watu ambao huyu Soso alikuwaga basi amewaua. Basi naye Manze kama venye alikuwa basi ameagizwa, aliuteketeza mwili wa nyanyake. Nyanyake akaona kweli nyanyake alikuwa mbaya, kama amehesabu nyoyo kama 1000 za watu ambao nyanyake alikuwa ameua watu wengi. Lakini sasa Soso ameiaga dunia, Mukawakoro amechukua zile mauhai na kuzipeleka pale ambapo zinafaa. Huku nao mwili wake umeteketezwa. Na hiyo yeye alikuwa anataka mwili wake uteketezwe ili asiteswe na watu na maskeleton za wale watu ambao basi bila shaka pale ameshawaua. Huku basi Mukawakoro akirudi na kurudisha basi mauhai na yani Mukawakoro akipeleka mioyo za wale watu wote basi bila shaka pale walikuwa wameua na Soso pamoja na moyo wake Soso. Mukawakoro akipeleka zile mioyo pale ambapo zinafaa kupeleka. Mwili wake Soso kuwa basi umeteketezwa stara kama hiyo. Huko basi na Crea kibakia na kale kanyungu design kama hiyo. Kumaanisha basi bila shaka pale yeye huyo manzo wetu Crea ameaccomplish mission yake ya kuchoma mwili wa nyanyake. Basi ameaccomplish mission stara kama hiyo. Kutoka basi bila shaka pale na Melkicheki naona picha letu Dem by Donna mwisho picha letu Dem by Donna mwisho kibishini wako ma studio top ranking DJ ranking Afro amigos.